Muda. Tunajua tena kazi tumeitafuta kwa kazi sana. Yaani tumeitafuta kazi kwa kazi sana. Na nikapata kazi. Kwa hiyo nafasi nilionao napenda kuitumia kwa uaminifu mkubwa. Basi sawa baby, mambo yasiwe mengi sana. Kwani kuandalia nini baadaye? Nataka nile ndizi, lakini ndizi na nyama. Usikose maharage kidogo. Watu ambao sisi na vitu na maharage ni kitu muhimu kama glucose yale. Pata maharage pale, maziwa mtindi muhimu. Mtafurahia delicious food. Basi sawa baby. Haya mama wangu nakupenda. Kwa makini napenda pia. Okay. Yes bwana. Ni sawa. Yaani nitarudi ndani. Mambo yabadilike. Haya bana baadaye mama. Okay. Moyo hauna uhuru. Penzi letu sasa ni kivuli cha jana, tungeweza kuwa hadithi ya kweli, lakini sasa najikuta mateka. Limbwata, oh limbwata, umenifunga kwa mapenzi ya sumu. Limbwata, moyo hauna penzi letu sasa. Kisimu. Lakini sasa nisiamkanga. Pokea basi simu jamani. Yamekuwa fungu. Sando nini? Kwa nini upokee simu wewe jamani? Tuna misi. Unatamani umpigie simu mume wako. Mambo yenyewe ndo kama haya. Alipokei. Sasa ndo nini? Choka jamani. Jamani, wewe mwanaume wewe unachotafuta nakwambia utakipata. Mwisho wa siku mwanamke wewe mkorofi, nianze kusemwa. Mambo yenyewe yanaanza hivi. Mimi najua tu sasa hivi kwa malaya zake. Anahenga watu na malaya zake tu, hamna chochote. Namjua huyu. Naenda kwambia sasa wewe mwanaume, nakwambia wewe mwanaume utanikoma. Utanikuta utajileta tu nyumbani na wewe malaya wako. Sapokee. Pokea simu mke wangu. Sasa nisifanyi kazi au?
Nakwambia niache. Kwa hiyo baada ya kumaliza mambo ya malaya wako, ndio unajipigisha simu. Nilijua huyu alikuwa na umalaya, alikuwa anafanya umalaya wake. Mimi nimempigia simu, hajapokea. Sasa hivi ndo najipigisha. Unapiga simu nini sasa? Basi hujapokea simu wewe. Kaa hivyo, sipokei. Kama ni mazuri na wewe usikie raha. Penzi letu lilikuwa moto wa roho wa kweli na upendo, lakini wivu ulianza kuchoma. Uliniona kwa macho, nilikupenda bila kipimo, lakini moyo wako ulitetemeka. Ulijua nitakutoroka, ukakimbilia kwa mganga limbwata. Hello, I'm back, baby, my love. Hivi unakushinda mke wangu? Mama vipi, hali gani? Sawa. Kanibu kama nina magomvi na mke wangu, kuna shida gani? Yaani bibi, mimi sijazoea kukuona hivyo. Ninajua mashamshami yako nikiwa nimefika kutoka kazini mume wako. Sasa umekaa hapo ni salama ndo nini? Unazoea mashamsham. Baada ya kutokupokea simu zangu, unaanza kuniambia habari za kumashamsham. Mashamsham gani? Kwa nini nakupigia simu yangu upokei? Nilikuwa nafanya kazi. Mimi muda ambao wanipigia simu, nimekuja kuona missed call. Nilikuwa na mgonjwa, nilikuwa nahudumia mtu. Si unajua majukumu yangu. Kwa hiyo baada yake, ni baada ya kuona missed call yako nikakupigia simu na hukupokea simu yangu. Kwa ina maana kuna shida gani hapo mama? Ati nilikuwa kazini, sijui nini. Kwa hiyo ukiniambia mambo ya kazi, unajua labda ndo nitapoa. Sasa sikiliza baba, kwa taarifa yako, sijapenda. Mimi kama mke wako nakupigia simu, hupokei. Unaendelea tu na shughuli zako, sijui eti kazi gani? Wewe ndio mwenye kazi dunia nzima. Mke wangu bwana, unatumia vitu kiujinga kabisa. Naomba niongee lugha hiyo. Mimi niko katika majukumu, unajua kazi yangu. Mimi daktari, natakiwa nimhudumie mteja wangu. Kuna wakati mtu anakuja yuko serious, uwezo ukashika simu wakati unahudumia. Hata maadili ya kazi yetu hainiruhusu kufanya hivyo. Maadili ya kazi yangu hairuhusu kabisa kufanya kitu kama hicho. Simu ni adui wa kazi yangu. Sasa ndio maana ukinilipoona missed call yako, nikakupigia simu na wewe ukushika simu. Maana yake ilikuwa pia ulidharau simu yangu. Yaani wewe kisingizio ni kazi. Wewe kazi ni kwako, unajua kwamba una mke. Wanajua una mke, una familia. Ukipigia simu na mke wako na wenyewe wanajua kwamba una mke, lazima upokee. Huwezi jua mke wako ana shida gani kwa muda huo. Kwa hiyo kazi ni kwako, wanajua kwamba una mke. Ni kweli wanajua, lakini mke wangu, wewe acha nikwambie. Mimi napenda sana kulinda kazi. Na haijapita muda mrefu kutoka umenipigia nikakupigia tena nawe kwa kujali mke wangu, kwa kutaka kujua kuna shida gani huko nyumbani, lakini na wewe ukaipuuza simu yangu. Mke wangu, hebu kuwa patient. Yaani kuna wakati watakuwa wananielewa tu. Niamini. Mimi nakupenda, niamini. Inatosha tu kuniamini ili niwe huru kufanya kazi zangu. Niwe huru na majukumu yangu. Nakwambia kabisa sijapenda. Yaani hata useme nini, sijapenda. Acha nidodo hiyo. Nisamehe. Mimi ndo mwenye kosa. Very sorry. Nimekosea mke wangu, nisamehe. Haliwezi kujirudia tena hilo. Nisamehe hata zawadi. Napenda zawadi. Nimeleta kwenye friji pale. Hebu nenda kaangalia vitu vyako unavyopenda. Kaangalie bana, acha kudeka bana. Sawa. Hebu niwekee maji. Bana, nisiwezi kusaliti kitu kama wewe. Nenda kwa sana. Unaweza kutengenezea nani? Naweka katika juisi kangu kani napenda wewe.
hivyo rafiki yangu. Ila nashukuru kuja kunitembelea. Maana ni siku nyingi. Wewe na umezidi kunifungia ndani. Niko natumikia ndio natumia yangu. Unaonekana mashallah ndio imekupendeza. Huo uongo. Uongo gani hata kwa macho yanaonekana? Hapana. Yaani ukisema eti ndio imenipendeza ni uongo. Kwa sababu gani? Yaani usinione hivi. Hapa nilipo na matatizo kibao. Matatizo gani tena? Wewe acha tu. Yaani mimi naona kama vile ndoa inanishinda. Yaani naona kabisa maisha ya ndoa yananishinda. Nilimwacha kuzunguka. Una shida gani? Mume wangu. Yaani mume wangu simuelewi kabisa siku hizi. Yaani amebadilika. Sio kama yule wa zamani. Tunamjua shemeji yako alivyokuwa zamani. Yaani alikuwa ananipa muda, muda mimi nilikuwa mimi na yeye, tunakuwa wote kwa muda mwingi. Ananipa muda yani kiujumla. Lakini sasa hizi amebadilika. Yaani ni yeye na kazi. Kazi na yeye. Iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, iwe usiku wa manane. Yaani ni yeye na kazi. Mimi amenisahau tena mke wake. Hebu ngoja nikuulize kitu. Matumizi ya nyumbani anaacha? Matumizi anaacha. Yale mambo yetu? Mambo yetu nashukuru wenyewe. Yeye anafanya tu vizuri. Ila sasa mpaka wewe na huo muda sasa. Akiwa na muda anafanya tu vizuri. Sasa kama vitu vyote hivyo anatimiza, wewe shida yako nini? Shida yangu mimi. Kwa nini yeye amekuwa busy sana kazini kuliko kwangu jamani? Yaani amekuwa busy sana na kazi. Yaani ni kazi na yeye. Amesahau familia yake. Amenisahau mimi. Sasa hicho kitu ndo kinaniuma. Nishauri rafiki yangu nifanyaje? Mimi sina cha kukushauri. Kwa sababu mwenyewe sijaolewa, sina mume, ndoa sijui. Sawa, hata kama huna mume, unaweza kanishauri chochote tu rafiki yangu. Sio kumshauri mtu mpaka uwe na mume au uwe na ndoa, hapana. Ila nimekumbuka kitu. Na mganga wangu. Yaani huyo ukienda kwake, shida zako zote zinaisha. Kweli? Kweli. Kwa hiyo nikienda kwa huyo mganga wako, shida zangu zote zitaisha kabisa. Mume wangu atarudi kama zamani. Tena zaidi ya zamani. Kweli? Kweli. Ndio maana nakupenda rafiki yangu. Basi sawa, ndio maana nakupenda. Kwa sababu gani? Nisingekuwa wewe, nisingejua yote hayo. Kumbe kuna mganga. Ila usisahau maokoto. Kuhusu maokoto tena sio unanijua mimi. Kwa hiyo hata usiwaze rafiki yangu. Hai. Haya, karibu. Asante. Una shida gani Tausi? Mbona muda huu unanipigia unaniambia kama bosi unataka kuongea na mimi, nataka nije ofisini kwako. Nilikuwa niko na yule mgonjwa yule Halima, anasumbuliwa na tumbo. Tulikuwa nafanya vipimo, tumeamua kumtransfer kutoka hapa kwenda kwenye hospitali nyingine kubwa kwa sababu hatuwezi kuhudumia wewe, ana tatizo kwenye tumbo. Niambie shida nini? Bosi, nimevumilia kwa muda mrefu. Nimeona tu niseme ukweli, nakupenda. Si jambo la kutumia nguvu nyingi sana kunieleza kwa sababu kusema ukweli mimi pia nakupenda. Na nakupenda kwa sababu siwezi kufanya kazi kwa utaratibu wangu, siwezi kufanya kazi na nurse ama daktari mwenzangu nikiwa simpendi. Pia nakupenda. Na labda sijajua ulikuwa unamaanisha upendo wa namna gani, lakini kwa upendo huu wa agape tuloamrishwa kupendana. Bana mimi nakupenda. Bosi, nakupenda. Nataka uwe mpenzi wangu. Unajua kuna wakati nashindwa niseme nini. Wakati mwingine kuna vitu vinachekesha sana. Unaongea na mtu ambaye yuko na familia ambayo iko imara. Very strong family. Na ninampenda sana mke wangu. Mpaka kumuoa ni kwamba ni mwanamke ambaye ni mzuri kuliko mwanamke yoyote katika taifa hili au katika dunia hii. Hata kama wakitupa nafasi ya kuchagua mtu wa kubaki naye mmoja katika hii dunia, ni mimi na mke wangu. Na kingine kinachonishangaza zaidi ni kwamba wewe unajua familia yangu, unajua mimi na mke na watoto.
Sasa nashangaa inafika kipindi wewe unasema unanihitaji kimapenzi. Hapana. Si kitu ambacho kinawezekana. Si kitu ambacho kinawezekana. Hebu acha niendelee kukuheshimu kama rafiki, kama mfanyakazi mwenzangu. Bosi, nilikuwa naomba unipe nafasi nifikirie. Yaani nikupe nafasi gani? Uniweke hata mwanamke wako wa kando. Yaani katika kitu ambacho sijawahi tamani kuthubutu, na huwa ninawashangaa sana wanaume wapuuzi ambao wanaweza kuruhusu una mke na ukatafuta kimada au kimwanamke tu pembeni ambacho kinaweza kukuharibia familia yako na amani katika maisha yako ikapotea. Hamna kitu ambacho nisipendi kama kutokuwa huru. Kuwa huru kwa familia ama kuwa huru kwa level ya ndoa ni kuwa mwenye kunyooka bila kuwa na makando. Sawa? Nampenda sana mke wangu. Labda nikwambie kitu kimoja. Nataka nikushauri. Kwa umri ulionao, kwa uzuri, yani you are so beautiful. Tafuta mwanaume wako mmoja. Akupende kweli. Ili baadaye asije kuumiza. Wajua si wanaume tulivyo, wewe ukaja kwa tamaa zako. Nikikutumia tu. Nikikutumia tu utaanza kuwa na wivu kwa haba na huba ambao nitakuwa nimekupa. Kiasi cha kwamba hautaweza kuvumilia eti nataka kuwa wakando, huwezi. Kiasi cha kwamba utajitesa na kuanza kuharibu amani ya familia ya mtu. Tafuta mwanaume wako, mpende kweli, akupende ili uwe na amani. Sawa? Kwangu mimi haiwezekani.